Halo, karibuni sana wadau wa elimu, wanafunzi pamoja na walimu. Naitwa Mwalimu Bwire. Leo naenda kuangalia kitabu kinaitwa Animal Farm. Hii ni riwaya iliyoandikwa na mwandishi anaitwa George Orwell. Riwaya hii imejikita katika swala zima la mapinduzi, ambapo inaonekana kuna msika anaitwa Mr. Jones ambaye anamiliki shamba linaloitwa Manor Farm. Shamba hili ni shamba la wanyama na wanyama wengi kweli na wako chini yake. Anawatesa na kuwanyanyasa, wanaishi maisha magumu na muda mwingine hawapewi chakula. Sasa mapinduzi yanafanywa na hawa wanyama kwa huyu binadamu anaitwa Mr. Jones. Wanapigana naye na mwishowe wanamfukuza katika shamba hilo, alafu wanabakia kuliongoza wao. Sasa aliyeongoza haya mapinduzi ni Napoleon, ambaye alisimama kama nguruwe kiongozi, na Snowball aliyesimama kama nguruwe mbunifu. Lakini mapinduzi yalishawishiwa na kiongozi wao mkuu ambaye ni nguruwe mzee anaitwa Old Major kabla ya kupoteza maisha. Kwa baada ya Old Major kupoteza maisha, aliwapa moyo wa kupambana kwa ajili ya kupata haki zao. Licha kwamba Old Major alipoteza maisha, walibaki viongozi wengine kama Napoleon na Snowball kwa ajili ya kuongoza mapinduzi, na yalifanikiwa. Ndipo sasa wakachukua hilo shamba la Manor Farm na kulibadilisha jina kuliita Animal Farm. Kwa jina la kitabu Animal Farm, ndani ya kitabu inaonekana kabisa kwamba lilikuja baada ya wanyama kufanya mapinduzi na kumfukuza binadamu katika shamba hilo ambaye anaitwa Mr. Jones, hasa baada ya kuwa amewanyanyasa vya kutosha na kuwafanyia kazi ngumu, huku faida akipata yeye kama binadamu. Sasa baada ya kuwa shamba limechukuliwa na wanyama likaitwa Animal Farm, kuna wanyama wengine ambao ni nguruwe kama vile Napoleon na Snowball kama nilivyosema mwanzoni, walichukua uongozi kwa sababu wao wanajiona kama ni wanyama wenye akili sana. Kwa hiyo baada ya kuchukua uongozi, ndipo sasa wakawa wanaongoza katika haki na usawa, na wanyama wakaanza kufanya kazi kwa willing, kwa kupenda na kwa navyojisikia, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi kwa ajili ya mapato na faida yao wenyewe. Snowball akaongoza vizuri, Napoleon pia akaongoza vizuri, lakini wakawa wametofautiana katika ideas, katika kutoa mawazo. Mmoja anawaza kuhusu mambo ya teknolojia, kupunguza kazi kubwa kwa wanyama, lakini mwingine anapinga. Kwa hiyo wakawa wanapingana, Napoleon na Snowball wanapingana kimawazo. Ndio ikapelekea sasa Napoleon kumfukuza Snowball na mbwa wake ambaye alikuwa amewaficha akiwa anafundisha kwa siri. Sasa alipomfukuza Snowball kutumia mbwa, basi Napoleon akabaki kwenye mamlaka, akawa ndio kiongozi mkuu. Kumbuka hawa wote walikuwa ni nguruwe. Sasa alipokuwa kiongozi mkuu Napoleon, ndipo sasa akaanza kubadilika. Wanyama wakaanza kuishi kwa shida kama ambavyo walikuwa wanaishi na binadamu. Akabadilisha sheria zote. Sasa sheria zilikuwepo mwanzoni ambazo zilikuwa zimewekwa na wanyama kwamba watakuwa wanathaminiana na kupendana, lakini baadaye akazibadilisha kabisa na kuwa kama binadamu, tofauti na ambavyo walikuwa wametarajia kuishi vizuri kama wanyama. Ndani ya kitabu utakuta kuna wahusika kama Old Major ambaye huyu ndo nguruwe mzee. Old Major huyu hapa ni mzee ambaye mwanzoni mwa kitabu utaona kabisa kwamba anawashawishi wanyama wenzake waweze kufanya mapinduzi ili waishi kwa maisha mazuri, lakini baadaye alipoteza maisha kabla hata mapinduzi yenyewe hayajaanza. Ndipo nikamwambia mwanzoni kwamba Napoleon na Snowball wakachukua mamlaka kutoka kwa Old Major baada ya kupoteza maisha na kuongoza mapinduzi. Kuna mhusika mwingine anaitwa Napoleon, huyo ndo nguruwe kiongozi. Kuna mwingine anaitwa Snowball, kuna mwingine anaitwa Squirrel. Huyu naye ni nguruwe msemaji. Squirrel yeye ndani ya kitabu utaona ni msemaji, yani ni kama msemaji wa serikali.
yeye ni kusawazisha maovu yote anayoyafanya Napoleon ndani ya kitabu. Napoleon anafanya maovu, anafanya mabaya, anaua wanyama wenzake, lakini Squire yeye anakuja anayafunika yale maovu, anayafanya yawe mema, kwa sababu yeye ni msemaji wa shamba la Animal Farm, ni msemaji wa kiongozi Napoleon ambaye ni kiongozi wa shamba. Kwa hiyo licha kwamba Napoleon ni gaidi, mkorofi, amebadilika kutoka kwenye hali ya usawa na kuwa mtu tofauti kabisa, katili, gaidi, Squire anamtetea. Mhusika mwingine ni Boxer. Huyu ni farasi mchapakazi. Boxer amecheza kama farasi mchapakazi. Mnyama mwingine ni Clover. Huyu ni farasi jike. Kumbuka Boxer ndani ya kitabu ana misemo yake miwili. Msemo wa kwanza ni kwamba atafanya kazi kwa bidii, kwa umoja, na msemo wake wa pili ni kwamba Napoleon siku zote yuko sahihi. Yaani hata kama Napoleon akikosea, akisikia order kutoka kwa Napoleon, hata kama ni nzuri au mbaya, yeye anasema tu kwamba tufanye kazi. Kama Napoleon amesema basi tufanye, kwa sababu siku zote yupo sahihi. Mhusika mwingine nimesema ni Clover, ambaye huyu ni farasi jike, ana akili na anapambania haki za wengine. Anapambana kwa ajili ya Boxer kurudi pale ambapo aliuzwa na Napoleon. Alipata ajali, akawa ameahidiwa na Napoleon kwamba atapelekwa hospitali, lakini baadaye Napoleon hakufanya hivyo. Badala ya kupeleka hospitali, anamuuza kwa ajili ya kwenda kumchinja. Sasa Clover na Benjamin wanadetermine hicho kitu, na ndipo sasa wanaanza kupiga kelele aweze kurudi. Mwingine ni Benjamin. Huyu ni punda mwenye akili ambaye muda mwingi yazungumzi na anapingana akiwa kimya na yote yanayoendelea katika Animal Farm. Mwingine ni farasi mrembo mweupe anaitwa Molly. Mhusika mwingine ni mbuzi ambaye anaitwa jina la Muriel. Mhusika mwingine ni kunguru ambaye anaitwa Moses. Mhusika mwingine kulikuwa na mbwa pia, kulikuwa na mbwa watatu. Mbwa wa kwanza anaitwa Jazz, mbwa wa pili anaitwa Blue Bell, mbwa wa tatu anaitwa Pincher. Lakini pia kulikuwa na ndege kadhaa kama vile kuku, kulikuwa na bata. Kuku hawa ni katika kitabu tunaonyesha kwamba walikuwa wanataga mayai, lakini Napoleon kwa sababu ya kuwakatili kutoka katika hali ya usawa ambao walikuwa wamepanga, anaamua kuambia kuku kwamba mayai yao yatakuwa yanauzwa, lakini kuku wanakataa na kupinga na kutaka kufanya revolution. Lakini wanapokuwa wanataka kufanya revolution kutokana na hicho kitu ambacho wameambiwa na wao, basi mkuu anawapa adhabu ya kuwanyima chakula na kuambia wanyama wengine kwamba wasishiriki pamoja nao kwa chochote, na mnyama yote ambaye atajaribu kushiriki nao kuku, basi naye atapewa adhabu, pengine atauawa na kufukuzwa katika shamba la Animal Farm. Lakini kuna wahusika binadamu pia. Kuna mhusika anaitwa Mr. Jones ambaye nimekuambia ni ndo mmiliki wa Manor Farm kabla ya shamba halijabadilishwa kuwa Animal Farm. Lakini pia kuna mtu anaitwa Frederick ambaye huyu ni mkulima, anamiliki shamba la inaitwa Pinchfield. Lakini pia kuna binadamu mwingine anaitwa Mr. Pickington ambaye huyu ni mkulima katika shamba linaloitwa Foxwood. Lakini pia kuna Mr. Wimper, huyu hapa ni dalali wa biashara, alikuwa anafanya biashara na Napoleon. Mwishoni mwa kitabu nikija kusimulia utaona alikuwa anafanya biashara na Napoleon, ambapo mwanzoni kabisa utaona sheria zinakataa kwamba wanyama hawapaswi kufanya biashara na binadamu wala kushiriki katika chochote. Lakini baada ya Napoleon kukengeuka na kuwasaliti wenzake, anaanza kufanya biashara na hawa wakulima ambao ni binadamu na kuwaleta pamoja na kunywa nao na kadhalika. Lakini pia kuna commitment ambazo ziliwekwa na wanyama kwa ajili ya kuzifuata kuonesha kwamba wako pamoja kabla ya baadaye kuja kuenguliwa na Napoleon. Sheria ya kwanza ilikuwa inasema no animal shall sleep in bed. Kuna sheria nyingine inasema no animal shall drink alcohol. Kuna sheria nyingine inasema no animal shall kill any other animal. Kuna sheria nyingine inasema no animal all animals are equal. Ziko sheria kama 7 hivi ambazo baadaye tutakuzisimulia hapa na utaziona. Sasa sheria hizi baadaye zilikuja kubadilishwa. Kwa mfano kuna sheria inasema no animal shall sleep in a bed. Sasa baadaye viongozi wakaanza kulala kwenye kitanda. Walipoanza kulala kwenye kitanda, wakiulizwa wanasema
sheria haisemi hivyo. Kumbe wameshabadilisha. Wanyama wakienda kusoma sheria wanakuta sheria kweli haipo hivyo, inasema no animal shall sleep in a bed with the sheets. Wanashangaa. Sheria nyingine iliyobadilishwa ilikuwa inasema no animal shall kill any other animal. Sasa kina Napoleon wakaanza kuua wanyama wenzao. Walipoanza kuua wanyama wenzao, sasa wanyama wakasema kwamba mbona sasa tunauana jamani, wakati sheria haisemi hivyo. Wakasema ngoja wakaangalie kwenye ubao, labda pengine sheria haisemi hivyo au inasema hivyo. Walipoenda kuangalia kwenye ubao wakakuta sheria inasema no animal shall kill any other animal without cause, yani hakuna mnyama atakayemuua mnyama mwenzake bila sababu, wakati sheria mwanzo ilikuwa inasema hakuna mnyama atakayemuua mnyama mwenzake. Sasa sheria zikawa zinabadilishwa namna hiyo. Nyingine ilikuwa ni kwamba hakuna mnyama ambaye anapaswa kunywa pombe kama binadamu anapofanya. Lakini wao wakaanza kunywa pombe, wale viongozi wa juu wakawa wanakunywa pombe na kadhalika. Sasa wanyama wenzao wakawa wanawauliza, nasema sheria haisemi hivyo. Sasa wanaenda kuangalia kwenye kukuta sheria haipo hiyo, inasema no animal shall drink alcohol excess, kwamba hakuna mnyama ambaye ataruhusiwa kunywa pombe kupita kiasi. Kwa mabadiliko kama hayo. Baada ya kuwa tumeangalia kwa ufupi introduction, naomba sasa tuendelee na usimulizi. Tuendelee na usimuliaji wa hiki kitabu. Hadithi hii inaanza katika shamba liitwalo Manor Farm. Kama nilivyosema kwamba shamba hili linamilikiwa na mtu anaitwa Mr. Jones. Ilikuwa ni jioni moja baada ya kulewa sana. Na Mr. Jones huyu ambaye alikuwa anamiliki shamba farm, siku hiyo alikuwa ameenda kulewa na anarudi nyumbani. Anaporudi nyumbani anaingia akiwa amelewa sana. Kwa hiyo anaenda kwenye mabanda ya kuku, anafunga. Anapokuwa anasahau kufunga milango vizuri. Kwa anapokuwa anasahau kufunga milango vizuri, anaiacha hivyo ikiwa wazi, ndipo sasa anajikokota kuelekea kitandani. Anapokuwa analia kitandani, anaacha milango ikiwa wazi, na wanyama manaki kwamba wakapata nafasi ya kuweza kutembea na kukutana sehemu tofauti. Kulikuwa na ndege wako sehemu zao, kulikuwa na wanyama wengine, kulikuwa na panya wako kwenye mashimo, walikuwa hawana uwezo wa kutoka kwa sababu sababu milango mingine kuifunga. Basi wanyama wamepata nafasi ambayo ni yaweza kukutana. Sasa mara tu taa za nyumba kuu ya shamba zinapozimika, wanyama wanaanza kukusanyika kwenye gara kubwa. Ambaye aliwaalika alikuwa anaitwa Old Major. Aliwaalika akawaambia kwamba njooni tukutane. Huyu ni nguruwe dume, alikuwa anaheshimiwa sana, ambaye hekima yake imemfanya apendwe na kuheshimiwa katika shamba lote. Old Major hivi karibuni tunasema inasemekana kwamba alikuwa ameota ndoto ya ajabu na anatamani kushiriki ndoto hiyo, ambayo ni kama mawazo. Anapenda kushiriki pamoja na wanyama wengine kabla hajafa. Sasa hiyo nafasi akawa ameitumia kwa sababu wanyama walikuwa wanaweza kutoka, akawaita. Alipowaita wanyama wakawa wanakuja mmoja baada ya mwingine, na gara likawa limejaa kwa haraka sana, na wanyama wa kila aina wakawa wamefika. Mwandishi anasema alifika mnyama anaitwa Boxer, ambaye huyu Boxer nimekuambia juu hapo kwamba alikuwa ni farasi mchapakazi. Lakini nakwambia kwa alifika mnyama anaitwa Clover, ambaye huyu ni farasi jike au farasi mweupe. Lakini pia kulikuwa na farasi wawili ambao walikuwa ni farasi wa kukota mikokoteni, na wenyewe waliingia ndani. Kulikuwa na Benjamin ambaye huyu ni punda. Benjamin yeye aliwasili akiwa na uso wake wa kawaida kabisa wa huzuni. Lakini kuna farasi mwingine anaitwa Molly. Kuna farasi anaitwa Molly, huyu hapa ni mrembo. Anapenda sana kujionyesha, hilo sifa yake. Nyingine ni kwamba ni mweupe. Achana yule farasi anaitwa Clover. Clover ni farasi jike tu. Alafu kuna yule farasi ambaye anaitwa Molly. Molly ndo farasi mwingine, ni farasi ambaye anapenda sana kujionyesha, anapenda sana usafi, lakini yeye yupo ndo afanye kazi.
Kuna mwingine mnyama mwingine ambaye aliingia, walikuwa ni mbwa. Kulikuwa na mbwa anaitwa Blue Bell, kulikuwa na Jess, lakini pia kulikuwa na Pincher. Hawa wenyewe wanakaa mbele kabisa karibu na mzungumzaji, lakini pia anaingia mbuzi, tunamuona anaingia mbuzi anaitwa Muriel. Yes, yeye pia anatafuta nafasi karibu na Benjamin, na namuona Moses pia anaingia, ambaye huyu ni kunguru. Lakini anapoingia Moses anafuatilia mkutano huo, yeye akiwa juu ya mti. Huyu ni kunguru, kwa hiyo anafuatilia kikao akiwa juu ya mti. Lakini pia tunaona kuna panya nao wanaingia, wanatoka kwenye mashimo yao. Tunaona sungura pia nao wanaingia kimya kimya. Kwa baada sasa ya Old Major kuhakikisha kwamba wote wameingia na kukawa na utulivu, basi Old Major akaanza kuzungumza. Sasa Old Major anawaambia wanyama kwamba ameishi maisha marefu na amepata muda wa kutosha kutafakari kuhusu maisha yao. Anawauliza swali rahisi sana. Anauliza kwamba kwa nini sisi wanyama tunaishi maisha ya taabu, mateso na maisha mafupi?